kutamani maisha ya mwenzio. Hivi kwa nini usichangamke mwanangu? Nimekufundisha jinsi ya kumwenda mwanaume, jinsi ya kumkamata mwanaume kama yule pale Bi Mariam. Hivyo unafeli wapi kumkamata yule mwanaume hapo mikononi mwako wewe? Nakutengenezea maisha kama ya mwenzio. Hivyo utaka kabisa kuishi vizuri kama mwenzio anavyoishi. Huyo bwana wake nikimteka sindatanza kunipa analeo mashati tena kama alompa huyo mke wake jamani. Uanze kuvaa majuba, sijui mashungi, mimi na majuba wapi na wapi, mashungi wapi na wapi mama yangu. Mimi mashati yao si kwanza masuala ya ndoa. Naona wewe unapenda kuzekea hapa kama mimi mama ninavozekea hapa. Ndio kutolewa kosa wala barua. Yaani hapa ugali tunyang'ania ugali wa kengele hapa. Ndio unavyotaka wewe. Si ndio? Sasa kama unataka hivyo mama yangu haya. Sasa mtoto wa nyoka ni nyoka bwana. Mimi siwezi kuvaa haya madude. Nangu naendeleaje? Bado mama. Bado. Nimekunywa panado. Kinaona kichwa bado kinanisumbua. Mimi nimwambie mke wako mwende mkapime. Tenda kupima mama, na shida. Tende ukapime. Ana hata nguvu yenyewe kwenda masjidi. Hauna. Pole sana mama. Mwanangu mimi naenda kutia udhu mara moja. Sawa. Baba. Ndio. Nimekaa sana sasa tangu asubuhi. Sasa ninakuacha enda kupumzika ndani TV za mwako. Kwa hapa na baki peke yangu. Tangu asubuhi niko hapa. Wacha nikapumzike mwanangu zamu yako sasa kwa TV. Mama, mimi huo ugali wa kengele unaoza lao mimi ndo nautaka. Mimi hapa siondoki popote, hapa ndo nimefika. Yaani nimezaliwa hapa nitazeekea hapa. Au nitakufia hapa kifupi. Siondoki popote. Mimi na ndoa wapi na wapi? Pole wako vipi? Wafula kuchungana mimi na kuchungana tofauti bwana. Hapa usinipanishe kisukari size kwanza. Mtoto wewe. Mimi naondoka zangu. Ila simu ikiita tu. Akitokea mchati utanipigia. Ndo maneno sasa. Tukatoabiane siku hapa majuba. Masikini huyu dada hana msaada, yani kila kitu chake bwana ndo anayemsaidia. Hello. Niambie mke wangu. Sasa. Tupo maeneo gani? Cha kwanza. Naomba unisamehe sana nje kufanyia leo. Kwangu yashaisha. Kweli? Nakuelewa, ni kwa sipendui. Wewe. Basa. Tunahitaji ufanye haya yafuatayo. Utuletee damu au uchafu wa mjukuu wako. Asanteni. Ili nitafanikiwa kulipata. Atoka naye katika mtoto mzaliwa wako wa kwanza.
katika mtoto mzaliwa wako wa kwanza. Nashukuru wakubwa zangu. Asanteni, nashukuru sana. Nenda mzee Kama, sisi tupo nyuma yako. Cha pili. Ndio. Asante sana kwa leo uloniachia. Sawa, hamna shida. Mimi kama unavyojua sina roho mbaya kihivyo kwako. Sababu nakupenda na nafanya yote sababu nakupenda. Nashukuru sana kwa testerewe leo. Yaani kuniachia ile hela. Nimeshukuru sana. Ndio. Cha tatu na cha mwisho. Ndio mtaani. Kesho si utakuja nyumbani? Nakuja. Basi hiyo kesho ulichotaka leo nitakupa. Kweli? Naweza kukudanganya? Kweli kabisa mke wangu. Sana zaje kukudanganya jamani. Kesho nakupa tena mapema njoo. Mbona leo umenikatalia? Hata sio kama hiyo sio kwamba msamaha. Nafanya yote sababu nakupenda na mimi sina roho mbaya kama wewe. Mimi na roho mbaya? Una roho mbaya, unanifanyia nini? Wewe muongo, mimi sina roho mbaya, bahati mbaya tu na nimekuomba msamaha. Sawa. Au wewe ndio unisamehe. Sawa, nimekuelewa. Udhaifu wa imani, udhaifu wa imani, udhaifu wa imani ni tatizo la wengi. Bado zafanya kazi sana mke wangu, maana hapa hata uwezo wa kwenda kuswali nao, nguvu ile ya kwenda kusali imekuja. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Niko na dharau zile panado. Nashukuru mume wangu, kama ukiwa katika hali hata mimi nakuwa na furaha. Na kama unavyojua mume wako ni kwa mwoga wa dawa, lakini zimenisaidia. Nashukuru mume wangu. Singoja mimi nikatie uzu niende masjidi. Sawa mume wangu. Sawa? Basi niandalie kanzu langu lile lingine, maana hili nimelivaa tangia asubuhi, basi niandalie kanzu lingine. Sawa mume wangu, hamna shida. Sawa. Udhaifu wa imani, udhaifu wa imani, udhaifu wa imani ni tatizo la wengi. Amina, abema mdogo. Wewe subiri kwanza. Hivi mtoto, hivi unamtafuta nini kwanza? Haba nikuulize swali. Hau unamtafuta nini hasa mtoto wangu? Kwani kuna nini mama mdogo? Unajui sababu cha kumchamba mwanangu magengeni kumjazia hata kumjazia nzi manake nini? Hapana mama mdogo, mimi sikumchamba, nilikuwa namuelekeza avae nguo za stara mama mdogo. Anavaaje vile binti wa Kiislamu? Yaani nitakuja kwanza nikwambie kitu. Sawa? Sitaki swala lolote la kumhusu mwanangu. Nikimwelekeza mimi mamake inatosha. Wewe umemzaa yule binti?
Yule mwanangu mimi nimemzaa mimi, nikimwelekeza mimi inatosha. Hapana mama mdogo, yule binti wa Kiislamu itabidi ajistiri. Mimi nasitaki. Si umeelewa? Jamani sitaki. Si wewe, si mama yako, si nani, sitaki. Yaani swali nilokuja la mwanangu niachieni mimi, nitalimaliza mwenyewe. Si umenielewa? Kuhusu kuvaa si kuni. Kwanza ujisikii joto. Binti wa Kiislamu au si kuvaa vile, sio vizuri. Tena sio binti wa Kiislamu tu. Ni msichana wote hataki kuvaa vile. Anavaaje? Vipi ndugu wangu? Poa. Tumetoka kuongea nini haya sasa hivi? Kalala nje, anarudi kavaa hivi. Hivi kweli mama mdogo? Amina. Sio tano mtafuta nini? Wewe katoto kuvaa kama huyu? Mavazi gani haya? Tupo uchi hapo. Kuhusu mavazi, hayo ndio mavazi tulichagulia. Lakini mama mdogo anasema mavazi mazuri na pia huko bado mdogo. Analaje nje huko ujue alikwenda kulala. Yeye kija kupata matatizo huko itakuwaje? Wewe, hebu niachie habari zako hizo. Karudi hajarudi. Baada kutuletea mikosi sasa hizi. Amina usiniteme kwenye swala la majaribu. Tena mlaani shetani sasa hizi. Sitaki kugombana na wewe. Mwenyezi Mungu akulinde mume wangu. Hapo utakapoenda iwe heri. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi mume wangu, upate kinachotakiwa. Nakupenda sana mume wangu. Nakupenda pia mke wangu. Nakupenda mume wangu. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi kuendako. Inshallah. Nishukuru pia. Bado kuna vingine? Au sijali mume wangu. Nataka unukie. Mwenyezi Mungu naye akufanyie wepesi. Mke wangu. Nakupenda sana mume wangu. Sasa naomba wasitizie watoto kuhusu chuo. Ndio msingi wao imara. Ramadhani, najua Ramadhani inakaribia. Kwa hiyo chuo wakazanie. Na swala la chuo liwe kwenye akili yao. Kama wewe ulivyosoma dini, kama mimi nilivyosoma dini, wamjue Mungu, wajue nini maana ya dini yao na kwa nini wameumbwa. Sawa mwanangu, nakuelewa. Sawa mke wangu. Tubaki salama. Shoga yangu, nipe kaifa za huko. Uko njema tu ndugu yangu. Yaliyomo yamo. Yamo shoga yangu yamejaa tele. Shoga yangu chako nitoroka. Yaani jana nimejisinzia hivi kidogo tu kwenye kiti. Na wenzangu nyelebu. Nimekuona umechoka ndugu wangu, nimeamua hata sikusumbue. Niondoke zangu sasa hivi asubuhi tu nimerudi. Nawe damu wenyewe tunapendana. Nawe damu wenyewe tunapendana. Huku. Hivi kesho kutwa sijui ndio Waislamu wanafunga mwezi wao sijui. Kesho kutwa shoga. Na wewe niambia utafunga. Na mimi tafunga kama tulivyoongea. Funga. Hizo hela zitakusaidia kwenye futari nini? Zitakusaidia. Tatu zinafaa shoga. Ila sibali tanaenda kunitafuta. Zinakuja, usijali, nipo kwa ajili yako. Tena ndugu wangu pumzike tatu, ndugu wangu pumzike, karibu umechoka mama. Wewe vipi? Ndio leo unijui. Muone ovyo. Sasa mwenyewe umeanza juzi tu. Udhaifu wa imani. Jamani. Sawa, basi acha mimi nikahangaike. Sawa mume wangu. Nakupenda. Sawa. Uende salama kazini. Uwe na siku njema. Si ngai kashamka ila nitamgongea na kwa sehemu yake. Sawa. Basi tuonana jioni kama. Haya, pia. Piti ni leo. Asante, shikamoo yako. Namshukuru Mungu mamangu naendelea vizuri, sijui wewe. Panado mama jana zimenisaidia, kwa hiyo hapa nakuaga naenda katika mihangaiko yangu. Sawa mama. Sawa mama, baki salama. Amina, safari njema na kazi njema. Haya mamangu. Haya. Mjomba. Mama yako yuko wapi? Mama kaondoka lakini kaniachia ujumbe. Amesemaje? Kasema yeye mjini haendi. Haendi? Ndio haendi. Lakini mimi naenda.
Sasa kwa nini ende katika kalipiga simu sisi wote watatu twende mjini kesho? Mwenyewe ndo anashangaa. Imetokuwa muoga wa kufunga yule mjomba. Kwa hiyo maana kesho haendi. Haendi. Kwa tunaenda sisi wawili. Baba. Baba. Basi usisahau kile nilichokuagiza jana. Hivi unaagiza nini? Ulojo. Nishasahau mwanangu. Basi nitakuletea. Haya baba. Ila nahitaji uende chuo. Naenda. Sawa. Basi ubaki salama mwanangu. Haya, kwaheri baba. Haya. Lakini mjomba, safari ya kesho kwenda kwa ajili ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unaweza mjomba? Nitafunga mjomba, nitafunga. Tena ingekuwa bahati ungekata hata ndizi hizi na hii miwa tungeenda nayo. Kwenda na miwa lazima kule ugenini tena. Basi mjomba, mimi ngoja nikuache. Ila mamako akija msalimie. Na wewe kesho asubuhi jiandae. Na kupitia tunaenda wote mjini. Sawa mjomba, saa 12 tulishaamka mbona? Mimi basi sikai. Utamsalimia mama yako atakaporudi. Sawa mjomba? Sawa mjomba, bye. Haya mjomba. Na mimi nakuja kufua nguo zangu kaka. Sawa, na shida. Sasa unapenda kuniiga? Yaani swali nimefanya. Na mimi nataka kufua. Amina. Oh, Ima. Vipi kwema? Kwema. Za kwako? Mimi namshukuru Mungu, safi tu. Vipi mbona mtaani kwetu saa hizi? Nimetoka kuleta gesi kwenye nyumba hapa. Najirudisha na kazini. Oh, basi sawa. Karibu kwetu. Maana nakaa hapo mitakati hapa. Unakaa kumbe una kama maneno haya? Hapo tu. Ila Amina, vipi kusule jambo langu? Lakini Ima, mimi ni binti wa Kiislamu. Kama utanihitaji na unania kweli na mimi, itabidi ufuate utaratibu. Mimi pia nina wazazi, uende nyumbani kwetu. Kwa nikifuata sheria mambo yote yatakuwa sawa. Ila unanipa wakati mgumu sana. Kwa kukupata wewe mpaka nibadilishe dini. Badilishe dini. Pate taratibu, sheria za dini zifuate. Uje nyumbani kwetu. Basi naomba nijifikirie. Jibu nitalopata nitakwambia. Okay, sawa. Ila si unajua ninavyokupenda. Sawa. Basi ngoja niende nyumbani. Kwaheri. Natamani nikusindikize ila muda umenibana. Kwaheri. Kana nishawishi nibadilishe dini.
wa imani ni tatizo la wengi. Udhaifu wa imani, udhaifu wa imani, udhaifu wa imani ni tatizo la wengi. Imani sio kujipamba kwa matendo mazuri, kumbe ndani ufanyayo ni machafu. Imani sio kujipamba kwa matendo mazuri, kumbe ndani ufanyayo ni machafu. Mbaya zaidi kujifanya umefunga mbele za watu, kwa kujificha unakula, unaogopa watu. Kuna wengine wanafunga ila matendo hayafanani. Mchana wanashinda vyema ila usiku wanazini. Kuna wengine wanafunga ila matendo hayafanani. Mchana wanashinda vyema ila usiku